nishukuru kupata hii opportunity leo ya kusema na Watanzania, shabiki wenzangu. Nothing much, it's just a appreciation and the emotion supportive kwa kilichotokea kuumiza watu. Nafikiri nimepoteza pambano langu la hivi karibuni na imeumiza watu wengi na imefurahisha watu wengi pia. Sasa kuchukua hii opportunity ya kuzungumza na watu leo, sitaki ichukuliwe kama na halalisha kuwa kilichotokea sio kosa au sijapoteza pambano, kwa sababu nafikiri kuna watu watasema Mwakinyo anajitetea kusema labda kuna propaganda zimefanyika na nini. Naomba nitakachokuwa nazungumza hapa kichukuliwe ni kama mawaidha ya mufti. Anavyoelezea kwamba kuna pepo na moto. Kwa hiyo ni wajibu wako kusikiliza. Unaweza ukachukua kufanyia kazi ukawa mtu mwema au ukaacha ukaendelea kuwa mtu mbaya. So nitasema ambaye itamgusa na ambaye haitamgusa. Kwa hiyo sisemi hivi kutengeneza kwamba nimejaribu kubalance story kwa kilichotokea. Ni uhalisia kwa tumepoteza pambano na ni matokeo ya kawaida katika mchezo. Kwa hivyo na penda kuwa kimya anapokuwa anatokea mambo yanayoleta taharuki, lakini siamini kuwa kila watu wanastahili ukimya wangu, kwa sababu kuna watu wamepata hasara sana, kuna watu wameshindwa kulala, kuna watu walishindwa kuswali siku ile, kuna watu walishindwa kula. Niliyapokea ni matokeo ya kupoteza fight, lakini kuna watu hawajayapokea. Kwa hiyo kukaa kimya kuwanyamazia watu wana hiyo isingekuwa sawa, kwa sababu mimi support yangu kubwa ni ya watu. Umeelewa? Sio baadhi ya mamlaka au organization maalum, sijui kama unanielewa. Kwa hiyo wale ndio wenzangu wa nyakati zote na nashindwa kunyamaza anapotokea mambo ya namna kama hii. Katika maisha kila safari lazima iwe na hatima yake. Umeelewa? Nilikuwa nawaza kama siku nikiandika kitabu cha safari yangu kiwe na hitimisho hiyo kitabu, sio kiishie njiani aje kukimalizia mtu mwingine. Umeelewa? Nilivyokuwa na fikiria hayo, nikafikiria vipi kama nitashinda ile pambano. Lakini sioni mwili wangu kuwa katika huo tayari. Nikamwambia sawa, nimekuelewa kakangu, lakini ngoja nitafakari zaidi. Sasa mimi nikatafakari dola 2500, nikisema nipoteze muda labda kufungua wifi niingie TikTok hivi. Naona maandalizi jinsi wanavyofanya mkoani Tanga, Mbeya, wapi watu wanatangaza pambano. Vipi nisipande ulingoni? Naweza nikawa nimeharibu pambano, lakini nikawa na excuse ambayo mwenye macho au masikio anaweza kuelewa. Naweza kumuita Millard tukasema tuzungumze kitu kwa niaba ya watu wakanielewa. Nikisema sipigani kuna mtu atataka hata kunisikia. Isingetokea hivyo. Basi mimi ikabidi sasa nilale, lakini nilivyokuwa nimelala nataka niamke kwa lengo la kwamba kesho inabidi nitafute nguvu kwa gharama yoyote nipigane ili nikapime uzito nipigane. Umeelewa? Basi nikalala, lakini ule ustazi akaniambia hebu ngoja niende kule ndani kwako, labda kuna kitu hakiko sawa. Akaenda. Alipoenda akaniambia bwana kuna kitu nimekinoti hakiko sawa. Maneno ya ustazi. Ananiambia kwenye mto wako kuna harufu kama perfume hivi. Ambapo nimejaribu kuangalia kwenye vyumba vya watu wengine hakuna hiyo harufu. Akati anasema maneno hayo tulikuwa na watu wengi kidogo. Kuna mtu akawa haamini, akasema hebu twende na mimi nikahakiki huyo kocha wangu wa Mbeya. Lakini wakati huo nilivyokuwa namwambia mimi najisikia vibaya, alikuwa ananiambia au labda unahofia game. Nikamwambia hapana, nisingekuwa nimelipa visa nije hapa. Kwa nini nilikuwa najua kuja kukutana na mtu ambaye simjui? Umeelewa? Sio free game. Basi labda nikufanyie maombi, mimi ni Mkristo. Nikamwambia sawa. Lakini kama sumu iko mwilini sidhani kama maombi yanaweza kusaidia, lazima tujue namna gani ya kufanya. Umeelewa? Basi wakaenda kule, wakanusa ule mto, akatoka. Tulikuwa na kocha mwingine Mfilipino naye alikuja na bondia Abdul Ubaya yule wa Bongo. Akanusa ule mto naye akaniambia kweli ina harufu. Lakini katika maajabu ya Mwenyezi Mungu huwezi kuamini, walilala wale jamaa ule usiku, asubuhi yake waliamka wote wanaumwa na wao. Kwa hiyo wakawa wanaelewa kile ninachokiongea mimi kilikuwa ni nini. Mlibadilishana sa chumba. Mimi nililala chumba cha ustazi akalale kule. Lakini ustazi saa 6 usiku alikuja kunigongea akanambia siwezi kupumua vizuri. Naomba tulale wote.
Lakini wale walionusa mto wote asubuhi waliamka wanaumwa, makoo yamekauka, wahemi vizuri. Kocha akaniambia, Hasani, na mimi naisikia ile hali ya kupanda ngazi huku miguu inaninyong'onyea. Nikamwambia hamna, fanya maombi na wewe. Umeelewa? Wewe unaniambia nijifanyie maombi? Jiombee na wewe, Mungu atakusaidia. Umeelewa? Sasa kumekucha ikabidi niende kupima uzito. Ilikuwa ni siku ya kupima uzito. Tumeenda kupima uzito Millard. Nilikuwa na kilo 71 baada ya ile kilo 1 kupotea, lakini siku nimeenda kupima uzito pale nikatoka kilo 70.4. Na umepungua zaidi. Nimepungua zaidi. Umeelewa? Nikapima uzito nikasema labda hizi kilo zilizopotea ni kutokana na hivi nilivyokuwa najisikia. Kwa nikatoka hapo nikamtafuta yule kakaangu Eric ambaye tuliunganishwa naye kule. Nikamwambia bwana, nitafutie drip. Nipige drip hata 3 nipate nguvu nikapigane. Kwa sababu pia hakutakuwa na maana ya career yangu kama sitapigana ile pambano. Naweza nisema nisipigane kwa sababu mkataba unasema kama bondia atakuwa hajisikii vizuri kutokupigana, unaofanya kazi pale ni mwili, sio mashine. Inabidi watu wakuelewe. Lakini kuna watu wananongwa sana Tanzania, wangeweza hata kuandika email ndo alivyo huyu, kashamfanyia promoter huyu na mapromoter wale wakatoa ushahidi wao, ikaja chama kikanifungia nisipate nafasi ya kupigana tena nje ya nchi. Vipi kama ningeshinda? Umeelewa? Vipi kama ningeshinda? Kwa sababu ripoti ile ya pambano nimeipokea miezi 4 kabla ya maandalizi. And ndio point ya msingi ambayo nilitaka wewe usaidiane pia upande wangu kwa ajili ya kuwakilisha wa Tanzania katika hichi ambacho nataka kuonyesha. Sawa? Sasa tukaenda mjini kwanza, nikatafuta maji ya madafu kama 10 hivi. Maana waliniambia drip linachukua dakika 45 drip moja. Na mimi nilitaka drip 3. Kwa hiyo leo umepima uzito, kesho unapigana, lakini unataka muda mrefu zaidi wa kupumzika. Kwa hiyo masaa 3 ni mengi sana kwa nje ya hoteli. Kwa hiyo nikamwambia basi nitafutie madafu. Akanitafutia madafu kama 10-15 hivi, nikanywa maji ya madafu nini fresh. Nikafikiria sasa nimekaa peke yangu, maneno ya wale watu wote niliongea nao na saa zao na nini, watu wote pigana. Nikafikiria sana nongwa ya nchini kwetu huku na mambo yatakavyokuwa baada ya hapo, na nikawaza zaidi. Unajua mimi ni mtu ambaye sijali zaidi kuhusiana na watu ninapoamua kusimamia kitu changu. Kwa nilikuwa na uwezo wa kusema sipigani alafu dunia ingekuwa shwari sana. Lakini watu wanaonisupport mimi ni watu wengi ambao hawana, yani unajinyima sana ili kufanya vitu kwa ajili yangu. Ningeweka katika hali gani wale? Nikawapigia simu washikaji zangu wote wa karibu. Ndugu yangu mmoja anaitwa Akida Sapa, huyo mtu wangu mapambano yangu huwa anakuwa na wasiwasi nayo sana. Tukaongea, akaniambia usipigane. Usipigane kwa sababu unajua hela hainunui heshima. Kuna watu wana hela sana. Kuna mapromota hapa Bongo wana hela nyingi. Lakini hawaheshimiki. Kuna watu wana hela nyingi, kuna matajiri wana hela nyingi lakini hawaheshimiki. Lakini kuna watu hawana hela lakini wanaheshimika. Kwa mimi nilikuwa nimesimamia kwamba heshima ni bora zaidi kuliko hela. Hela zinatafutwa lakini heshima inunuliki. Kwa hiyo sitapigana. Lakini baadaye niliwapigia simu baada ya kunywa wale madafu, nikajiona nina energy kidogo, nikamwambia jamani, mimi naombeni kila mtu ambaye nilimwambia sitapigana aridhie naenda kupigana na akubaliane na matokeo yatakayotokea. Kwa sababu